Sasa kama mpenzi wako si angekuwa na akili angekufundisha bwana. Sikiliza, tunaanzia hapa. Tumaliza tutakuja tena mbele. Unajua kama kawaida kesho ni test. Sasa. Nifundishe sasa jamani, mimi naanza kujisikia vibaya sasa. Unajisikia vibaya? Nimeanza kujisikia vibaya, ndio sasa nifundishe haraka. Bwana wewe vumilia. Fundisha mpaka saa ngapi? Vumilia. Hebu ile pepa. Okay. Ile swali ulifanya-fanyaje kipindi kile? Mimi fanya sasa, si ndio nimekuta unaelekeze jamani. Okay fine. Majibu yake nadhani niliandika hapa. Hapa. Hii hapa. Yes. Nadhani ndio hiyo. Sasa ndio nifundishe jana, najisikia vibaya sasa. Najisikia vibaya sana. Shangaa unafanya pole pole kunifundisha ise. Yaani kujisikia vibaya hiyo vipi yani? Wewe nifundishe. Hebu tusome bana, achana kujisikia vibaya. Unajisikia vibaya kwani wewe pikipiki? Haya. Tunaendelea hapa. Haya nifundishe. Ile podcast iliyoisha tulishia hapa tukapost Instagram. Ikawa na viewers wachache, lakini assignment ya pili ni kuandaa tena podcast episode ya 3, si ndio? Sasa hapo ndio swali huko linasema Alafu mpenzi wangu ananipigia. Kwa ndani sijui ananipigia ndo niende kwanza. Kwa hiyo mpenzi wako amekujaje kwenye kusoma? Wewe. Sasa nipigie niende. Kwa hiyo kama mpenzi wako singekuwa na ungebaki na mpenzi wako sasa ghetto. Wewe unajifananisha na mpenzi wangu? Kwa hiyo mimi unanifananisha na mpenzi wako, si ndio? Nashangaa wewe, yaani unaniambia swala kama hilo. Unajifananisha na mpenzi wangu. Kuwa na adabu. Mimi umeniita nije nikufundishe. Sasa kama mpenzi wako singekuwa na akili angekufundisha bwana. Nishasema mpenzi wangu na wewe ni vitu tofauti. Kwa bwana utajua mwenyewe. Hebu sikiliza. Hii nakupa onyo. Siku nyingine kama mpenzi wako anakuja kukufundisha, aje akufundishe yeye. Na sio unanipigia mimi simu natoka ghetto nakuja hapa kukaa hivi kama mazabauni, napoteza muda. Bwana utajua mwenyewe. Hebu pita hivi muone mna minywele kama pweza lo paralyze. Nenda bwana. Watu wengine bwana. Mwingine chai ya rangi. Chani boa kwa babake zake.